Excellency Stephen Kalonzo Musyoka. Hapa ni Chwele. Nimewahi kuja Chwele mara nyingi, lakini leo mmefurika zaidi. Mjipigie makofi. Chwele hoye! Chwele hoye! Mbona walikuwa wakisema tutakuja Chwele? Si tumekuja? Unajua hapa nina ndugu wengine wakali. Mmoja amekuja kusikiliza ground. Mmoja anaitwa Rigiji. Atawauliza vile ground ilivyo hapa. Mwingine anaitwa Fred Okengo Matiang'i, ambaye ni presidential candidate kama sisi na Rigiji na Eugene, na vile vile tuko na of course JB Muturi. Hata kuna kijana mwingine gavana atakuja, nimemwona amejitokeza kutoka Nyamira, anaitwa wakili wakisio anasema aguo bendi mamanyi aguo. Huko kuna wakisi. Kwa kifupi, ili nialike ndugu zangu, tumekuja Chwele kwa sababu Chwele ni mahala penye umuhimu mkubwa katika jiografia yetu ya Kenya. Pale unaangalia Mount Elgon na hapa ya kahawa baina ya Kenya na Uganda, mahali palikuwa inaitwa Chepukube. Ni wapi Chepukube? Si ni huko? Historia na jiografia ya Kenya, Chwele ni mahala pa maana sana. Mimi nikiwa makamu wa rais niliangazia swala hili. Kulikuwa na uhasama, desturi za Wabukusu zilikuwa za tofautiana. Mpaka mimi nikaja nikiwa makamu wa rais, tukasimamia Mabanga Declaration. Wangapi nakumbuka hiyo Mabanga Declaration? Mahali tulikubaliana hakuna tofauti ya Sabaot, hakuna tofauti ya Bukusu na Wateso. Nyinyi ni kaunti moja yenye utajiri mkubwa. Nyinyi vijana tulieni kidogo. Nyinyi ni kaunti moja ingawaji idadi ya wananchi population hawa ni watu wengi zaidi 1.6 million. Mnaweza mkapatia Kasongo second term ama mkamnyima. Na tunataka tuelewane mapema. Wakati mlipokuwa na by election, mimi nikuja hapa, safari hiyo tulikuwa na baba ya Roma, lakini baba ya Roma ameniruka, never mind. Tukaja na yeye hapa, nikawekelea mbunge wenu Majimbo Kalasinga, nikamwekelea mkono wangu na nikasema huyu, I bless him. Nyinyi watu wa Kabuchai, muna mtu ambaye anasimamia maslahi yenu, ambaye mimi mwenyewe nilimwekelea mkono. Na kwa hivyo naona kwamba nyinyi mushikilie hapo, kwa sababu lazima viongozi wengine wakubali ushauri wa miaka. Sababu ndugu yangu Weta ajue mimi na yetu tuliwekelea mjumbe Kalasinga mkono na anasimama na wananchi. Ikisema ni finance bill mbaya, Kalasinga anakataa. Ikiwa ni kuua watoto wetu wapigwe risasi miguu, anakataa. Kwa hivyo mjipigie makofi watu wa Kabuchai, because mko na mjumbe wa maana sana. Kwa hivyo tukishikana na ndugu yangu Eugene Wamalwa na ndugu yetu mwingine Gavana Natembeya, hiyo ndio sura mpya ya watu wa Western Ingo pamoja na Malala na wale wengine ambao tunasema. Nimesikia sauti moja hapa ya yule mjumbe wa Kandui hapa anaongea sauti deep. Wamunyinyi Wafula tulikuwa naye kwa bunge, na yeye sasa anasimamia ule utu wa watu wa Bungoma. Nimewahi kuchukua mimi kule nyumbani huko kwa shamba mahali kunaitwa Yata, I received a delegation of Bukusu elders.
na pia nikachukua delegation nyingine ya support orders elders, na ndio wa sababu ya wazee tukaleta amani. Kwa hivyo nikiwa hapa naongea kama mmoja wenu ambaye naelewa shida kubwa ni vijana hawana kazi. Shida kubwa ni gharama ya maisha. Ama huku kwenu afadhali, Mungu peke yake ndiye anaonea huruma. Nimeona mashamba imejaa mahindi. Mkamba akiona mahindi anataka kuyachoma akule angalau moja, lakini hiyo peke yake ndio Mungu ametusaidia nayo. Mengine fertilizers na kila imekuwa ni makateli, affordable housing ni makateli. Yote haya ya Bwana Ruto ni wizi mtupu, wizi mtupu. Aende asiende? Aende asiende? Anasema ati yeye anajisifu, anasema amealikwa na France, president wa France Macron, ambaye alikuja hapa kwanza akatusi watu wa Kenya. Ati amemwalika aende akazungumze kwa niaba ya Afrika nzima. Nataka Bwana Ruto ajue, mimi kama practitioner wa mambo ya foreign relations, najua wewe Ruto naenda tu kwa maslahi yako, sio kwa maslahi ya Afrika nzima. And we want the French people to know, to take note. Hakuna mtu ambaye anasema watoto wake rais wa jamhuri wapigwe risasi kwa mguu. Hata kukaribisha huko ni aibu, na tunataka wao wazungu wajue hivyo. Ndugu yangu Rigiji atazungumza juu ya Ebola. Governor Natembeya amesema Ebola tawe. Kama namna gani? Rais gani anaweza kwenda kuimport importation ya Ebola? Kenya haijakuwa na case hata moja ya Ebola. Alafu unajiita rais, unaenda kuleta. Hata Waamerikani wenyewe wamekana, wakasema huyu Ruto ndiye alienda kuwaambia kuwakaribisha waje wajenge Ebola. Sasa wanawaruka. Kwa hivyo kiongozi ambaye ana heshima nyumbani, ana heshima duniani kote, huyo ndiye mnataka muongezee miaka mingine 5 kweli? Wangapi wanasema ni one term. Kwa hivyo kwa sababu mmetukaribisha vizuri sana hapa, lakini watu achele, wacha niwaambie, nyinyi hamchezi. Kisha nyinyi hamchezi hapa Chwele, na ndio nasema hii tabia baba ya Roma ikome kabisa. Wakati wa katibu ya yes and no, mimi nilisimama hapa na anajiita youth winger kwa Senate Dr. Uburu, tulikuwa naye hapa. Weta alitumilia mbaya sana hapa. Hiyo tabia kusema Chwele, sasa nataka Weta ajue hapa ni nyumbani. Wangapi wanataka nirudi Chwele kila wakati ukirudi? Kwa hivyo vijana, msikubali kutumiwa. Saa hii tunasema polisi yoyote ambaye anasimamia uuni, maguni, kama wale walichapa watoto jana Harambee, wao tunataka nambari yao ya simu, their service number. Tukichukua serikali mwaka ujao, bila shaka, kama mimi unaniangalia, serikali hii tutachukua. Hii Kenya imeamua, hii Bwana Ruto imeenda. Umekuja watu wa Chwele tueleze hivyo. Na mimi kwa mfano, kama ndugu yangu huyu akipatiwa hiyo bendera ya kutimua Kasongo aende nyumbani, mimi nitamuunga mkono kabisa. Kama ni Rigiji, kwanza yeye mwenyewe anasema mkimpatia atamkimbiza kama baiskeli ya kuibiwa. Kama ni Rigiji tutamsupport. Kama ni Fred Matiang'i, tunajua Wakisii wote tukiongezea wale wengine, Kasongo ameenda nyumbani. Kwa hivyo mimi nina uzoefu, nimezoea kuunga mkono. Si mimi nilikuwa na baba miaka hiyo 15. Ni kweli si kweli? Mpaka baba amepumzika, na yale ambayo alikuwa amenuia kuleta hali ya usawa na hali ya umoja Kenya hii, ni lazima tusema tunaenda na mbio kushinda Raila. Sisi hatutalala. Hakuna mahali unaweza kuzuia Wamalwa. Kwanza nimeona komando hapa anaitwa Natembeya komando. Huwezi kuzuia komando, itakuwa shida.
na hatutaki wananchi wauawe na uumizane wao kwa sababu ya maslahi ya mtu kiongozi mmoja ambaye anajua siku zake za kwenda nyumbani zimefika next year. Kwa hivyo Mungu awe nanyi. Nikisema Wiper, nipe komboa Kenya. Nyinyi mko tayari kukomboa Kenya? Unajua uchaguzi ujao si wa kawaida, ni wa vijana kujikomboa. Vijana kutaka, tunataka nchi yetu. Vile vijana Gen Z walijitolea. Sawa sawa? Wangapi wako tayari kukomboa Kenya yao? Nikisema Wiper, nipe komboa Kenya. Wiper! Wiper! Hebu weka mkono tuone wale wako tayari kukomboa nchi yao, kukomboa nchi yao. Asanteni. Bwana Yesu alinde na wabariki sana. Na mkiona kijana wangu Majimbo Kalasinga, I want to say congratulations kwa MCA, anaitwa nani? Eric. Alitufurahisha Kenya nzima. Kenya nzima. Kwa hivyo hiyo ni heshima kwenu. Mjipigie makofi. Thank you.